Mvua nyembamba ilikuwa inanyesha juu ya mabati ya nyumba ndogo iliyokuwa pembezoni mwa mtaa wa zamani wa Kibokoni, Mombasa. Sauti ya matone ilipiga kwa mpangilio wa polepole, kama muziki wa huzuni uliokuwa umezoeleka kwa wakazi wa eneo hilo. Ndani ya nyumba hiyo, mwanamke aliyeitwa Bi Zuleika binti Saidi alikaa karibu na dirisha lililokuwa limefumbuliwa kidogo. Macho yake yalikuwa yamejaa mawazo mazito. Umri wake ulikuwa umevuka miaka 40, lakini maisha yalikuwa yamechora mistari ya uchovu usoni mwake. Hakuwahi kuwa na mtoto, na hilo lilikuwa jeraha ambalo halikuwahi kupona. Siku hiyo, kama siku nyingine nyingi, alikuwa akitazama barabara ya matope nje ya nyumba yake, akiwaza maisha yangewezaje kuwa tofauti kama angebahatika kuwa na mtoto wa kumuita wake. Lakini hakujua siku hiyo ingemletea jambo ambalo lingebadilisha kila kitu. Ghafla, kelele za watu zilivunja utulivu. Ajali! Ajali! Sauti zilisikika kutoka nje. Zuleika alisimama haraka, akavuta ushungi wake na kutoka nje. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Kwenye kona ya barabara, watu walikuwa wamekusanyika. Gari dogo lilikuwa limegonga pikipiki. Chini, karibu na matope, kulikuwa na mwanamke amelala bila kusogea, na pembeni yake, mtoto mdogo wa kiume aliyekuwa akilia kwa sauti ya kukata moyo. Amepoteza fahamu, mtu mmoja alisema. Na mtoto huyu? Mwingine akauliza. Hakuna aliyekuwa na jibu. Zuleika alisogea polepole, moyo wake ukivutwa na kilio cha yule mtoto. Alipomkaribia, macho yao yalikutana. Mtoto alikuwa na macho makubwa ya hofu, uso umejaa machozi, lakini ndani yake kulikuwa na kitu kilichomgusa Zuleika moja kwa moja moyoni. Alipiga magoti polepole. Usiogope mwanangu, alisema kwa sauti ya upole. Mtoto alinyamaza kidogo, lakini bado alikuwa akitetemeka. Dakika chache baadaye, gari la wagonjwa lilifika. Mwanamke aliyekuwa amejeruhiwa alibebwa haraka, lakini hakuna aliyekuwa akimchukua mtoto. Ni nani mzazi wake? Muuguzi aliuliza. Watu walinyamaza. Zuleika alihisi kitu kikimsukuma kutoka ndani. Nitamchukua kwa sasa, alisema kwa sauti ya taratibu lakini yenye uhakika. Muuguzi alimwangalia kwa mashaka kidogo, lakini hakukuwa na mtu mwingine aliyekuwa tayari. Tutawasiliana na mamlaka, lakini kwa sasa mpeleke nyumbani. Mtoto hawezi kubaki hapa. Na hivyo ndivyo ilivyoanza. Usiku huo, ndani ya nyumba ya Zuleika, mtoto yule mdogo alikuwa amelala juu ya mkeka uliokuwa umewekwa karibu na kitanda chake. Alikuwa amempa chakula, akamsafisha na kumvalisha nguo safi za zamani alizokuwa nazo. Unaitwa nani? Zuleika aliuliza mapema jioni. Mtoto alinyamaza kwa muda. Hamisi, alisema kwa sauti ndogo. Jina hilo lilikaa moyoni mwa Zuleika kwa uzito wa ajabu. Hamisi, alirudia polepole, kama kulijaribu ladha ya jina hilo. Tangu siku hiyo, maisha ya Zuleika hayakuwa tena yale yale. Siku ziligeuka kuwa wiki, na wiki kuwa miezi. Hakuna aliyekuja kudai mtoto. Habari zilienea kwamba mama yake Hamisi alifariki hospitalini siku ile ile ya ajali, na baba yake hakujulikana. Zuleika alijikuta akichukua jukumu ambalo hakuwahi kufikiria angepata: kulea mtoto. Hamisi alikuwa chini ya mikono yake kwa upendo ambao haukuwa na mipaka. Alimfundisha kusoma Qur'an, kumpeleka shule, kumfundisha adabu na heshima. Na zaidi ya yote alimpa upendo ambao Zuleika mwenyewe aliukosa kwa miaka mingi. Mama Hamisi alimuita kwa mara ya kwanza akiwa na miaka 7. Sauti hiyo ilimvunja Zuleika kabisa. Alilia kimya kimya usiku huo. Sio kwa huzuni, bali kwa furaha ambayo hakuwahi kufikiria angeihisi. Miaka ilipita. Hamisi akawa kijana mrefu, mwenye sura ya kuvutia na tabia ya utulivu uliorithiwa kutoka kwa malezi ya Zuleika. Lakini kulikuwa na kitu kilianza kubadilika polepole. Kwanza ilikuwa ni jinsi alivyokuwa akimtazama Zuleika mara kwa mara, kwa muda mrefu kuliko kawaida. Kisha ilikuwa ni jinsi alivyokuwa akijihisi vibaya kumwona akizungumza na wanaume wengine wa jirani. Na hatimaye ilikuwa ni hisia ambazo yeye mwenyewe hakuweza kuelewa. Siku moja jioni, walikuwa wamekaa pamoja wakinywa kahawa. Mama Hamisi alianza. Zuleika alitabasamu. Ndiyo, mwanangu. Hamisi alisita. Alimtazama kwa macho yaliyokuwa na mchanganyiko wa hofu na ujasiri. Kuna kitu nataka kukuambia, lakini naogopa. Zuleika alicheka kidogo. Usiogope. Mimi ni mama yako. Unaweza kuniambia chochote. Lakini maneno hayo hayakumsaidia Hamisi.
kwa sababu kile alichokuwa anataka kusema hakikuwa cha kawaida. Alinyamaza. Achana nacho, alisema baada ya muda. Lakini ndani yake mapambano yalikuwa yameanza. Usiku huo, Khamisi hakulala. Alikaa nje ya nyumba, akitazama anga la usiku. Kwa nini nahisi hivi? Alijiuliza kimoyomoyo. Alijua Zuleika si mama yake wa damu. Alijua ukweli huo tangu alipokuwa na miaka 12. Lakini hakuwahi kuona tofauti. Kwake, Zuleika alikuwa kila kitu. Mama, mlezi, mlinzi. Lakini sasa, kulikuwa na kitu kingine kinachochipuka ndani yake. Na kilimugopesha. Ndani ya nyumba, Zuleika naye hakuwa amelala. Alikuwa kitandani, macho yakiwa wazi gizani. Alikuwa ameanza kugundua mabadiliko kwa Khamisi. Na ukweli ni kwamba yeye pia alikuwa anahisi kitu. Lakini alijaribu kukipuuza. Hapana, haiwezekani, alijiambia. Lakini moyo wake haukusikiliza mantiki. Kwa sababu wakati mwingine hisia hazifuati sheria. Siku zilizofuata zilikuwa nzito. Kimya kilianza kuingia kati yao. Mazungumzo yakapungua. Na kila mmoja akaanza kujificha ndani ya mawazo yake. Mpaka siku moja, tukio lilitokea ambalo lingevunja ukimya huo milele. Ilikuwa mchana wa joto. Zuleika alikuwa sokoni, akinunua mboga. Ghafla, mwanamke mmoja alimsogelea. Alikuwa mzee kidogo, na macho yake yalikuwa makali. Wewe ndiye uliyemlea yule kijana, si ndio? Aliuliza. Zuleika alishtuka kidogo. Ndiyo. Mwanamke alitabasamu kwa namna ya ajabu. Unajua yeye ni nani hasa? Moyo wa Zuleika ulianza kupiga kwa kasi. Unamaanisha nini? Mwanamke alimsogelea karibu. Siri yake itabadilisha kila kitu. Siri yake itabadilisha kila kitu. Maneno yale yalibaki yakining'inia hewani kama radi kabla ya mvua kubwa. Zuleika alihisi miguu yake ikilegea. Unamaanisha nini? Aliuliza tena, safari hii kwa sauti iliyokuwa imejaa wasiwasi. Mwanamke yule alijitambulisha kwa jina la Bi Mwanaasha binti Khamis, akionekana kana kwamba alikuwa amebeba mzigo mzito wa siri kwa miaka mingi. Miaka mingi iliyopita, alianza polepole, kulikuwa na mwanamke aliyeitwa Rashida Kombo aliyepata mtoto nje ya ndoa. Zuleika alihisi pumzi yake ikikata. Mtoto huyo ndiye uliyemlea? Kimya kilitanda kati yao. Lakini kabla Zuleika hajazungumza, Mwanaasha aliendelea. Lakini hiyo siyo sehemu ya kushangaza. Alisogea karibu zaidi, sauti yake ikishuka kuwa ya siri nzito. Baba wa mtoto huyo alikuwa mtu wa familia yako. Mapigo ya moyo wa Zuleika yaliongezeka ghafla. Haiwezekani, alijikuta akisema. Ni kweli, Mwanaasha alisisitiza. Baba yake alikuwa ndugu wa marehemu mume wako, Jabir binti Rashid. Dunia ilianza kuzunguka. Zuleika alikumbuka mambo aliyoyasahau, mazungumzo ya chini kwa chini, minong'ono ya kifamilia na tukio ambalo halikuwahi kuzungumziwa waziwazi. Jabir alikuwa mtu wa tabasamu la kuvutia lakini mwenye tabia ya kuficha mengi. Alikuwa amepotea ghafla miaka ile ile ambayo Khamisi alipatikana. Na sasa, ukweli huo ulikuwa unarudi kama mawimbi ya bahari yenye nguvu. Hivyo basi, Zuleika alisema kwa shida, Khamisi ni damu ya familia yako, Mwanaasha akamalizia. Zuleika alirudi nyumbani akiwa hana fahamu ya wazi. Kila kitu kilionekana kubadilika. Barabara ile ile, nyumba ile ile, lakini sasa zilionekana na uzito wa siri mpya. Alipofika nyumbani, alimkuta Khamisi akiwa amekaa nje, akitengeneza kitu kwa mikono yake. Alipoinua kichwa, macho yao yalikutana. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Kuna nini, mama? Aliuliza kwa wasiwasi. Zuleika hakujibu mara moja. Alimwangalia kwa makini, uso wake, macho yake, hata namna alivyokuwa amekaa. Na kwa mara ya kwanza, alianza kuona mfanano. Kipande cha Jabir ndani yake. Moyo wake ulizidi kuwa mzito. Tunahitaji kuzungumza, alisema hatimaye. Walikaa ndani, uso kwa uso. Hewa ndani ya nyumba ilionekana kuwa nzito kuliko kawaida. Khamisi, Zuleika alianza polepole, kuna jambo ambalo sikuwahi kukuambia. Khamisi alimtazama kwa makini. Nini hicho? Zuleika alimeza mate. Nilijua tangu zamani kwamba mimi si mama yako wa damu, lakini sasa nimegundua zaidi ya hapo. Alimweleza kila kitu. Azali, mama yake halisi. Na sasa baba yake. Khamisi alikaa kimya. Uso wake haukuonyesha hisia nyingi mwanzoni, lakini ndani yake kulikuwa na dhoruba. Hivyo basi, alisema kwa sauti ya chini,
Mimi ni sehemu ya familia yako. Ndiyo, Zuleika alijibu. Kimya kilifuata tena. Lakini kimya hicho hakikuwa cha kawaida. Kilikuwa na uzito wa ukweli ambao ulikuwa umechelewa kufichuliwa. Usiku huo, mambo yalibadilika zaidi. Kwa sababu badala ya kuleta umbali, ukweli huo ulionekana kuwaleta karibu zaidi. Kwa njia isiyoeleweka, Khamisi alijikuta akifikiria zaidi kuhusu Zuleika. Sio kama mama tu, bali kama mwanamke. Na hilo lilimchanganya zaidi. Siku chache baadaye, tukio lingine lilitokea. Ilikuwa jioni ya utulivu. Umeme ulikatika na nyumba ikabaki gizani. Zuleika alikuwa akiwasha taa ya chemli wakati ghafla mkono wake uliteleza na karibu aangushe moto. Lakini kabla haijatokea, mkono wa Khamisi ulishika wake. Macho yao yalikutana gizani. Karibu sana. Karibu kupita mipaka. Na kwa sekunde chache, hakuna aliyesogea. Mapigo ya mioyo yao yalikuwa wazi. Khamisi, Zuleika alinong'ona. Lakini hakumaliza sentensi. Kwa sababu Khamisi alifanya kitu ambacho kingebadilisha kila kitu. Alimsogelea zaidi. Samahani, alisema kwa sauti ya chini. Lakini hakujiondoa. Na Zuleika hakumsukuma. Sekunde hiyo ilionekana kama milele. Na ndani yake, mipaka yote ilianza kuvunjika. Lakini ghafla, Zuleika alijitambua. Hapana, alisema kwa nguvu kidogo, akijiondoa haraka. Alisimama mbali, akishika kifua chake. Hii si sahihi, hatuwezi. Khamisi alisimama pale pale, uso wake umejaa mchanganyiko wa aibu na maumivu. Najua, alisema kwa shida. Lakini siwezi kuzuia ninavyohisi. Maneno hayo yalikuwa mazito. Na yalikuwa ya kweli. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu zaidi. Zuleika alijaribu kuweka umbali. Aliepuka kukaa karibu na Khamisi. Aliepuka mazungumzo marefu. Lakini kila alipomwona, moyo wake ulimkumbusha ukweli aliokuwa akijaribu kuukimbia. Na Khamisi hakuweza tena kujifanya. Hisia zake zilikuwa wazi. Na kila siku zilikuwa zikiongezeka. Mambo yalifikia kilele siku moja usiku. Kulikuwa na mvua kubwa. Radi ilipiga angani na umeme ulikuwa unakatika mara kwa mara. Zuleika alikuwa peke yake ndani ya nyumba. Khamisi alikuwa ametoka mapema, lakini hakurudi kwa muda mrefu. Hofu ilianza kuingia moyoni mwake. Ghafla, mlango uligongwa kwa nguvu. Zuleika! Ilikuwa ni sauti ya Khamisi. Alifungua haraka. Alikuwa amelowa kabisa na mvua. Uso wake ulikuwa umejaa msisitizo. Tunahitaji kuzungumza sasa, alisema. Hakusubiri jibu. Aliingia ndani. Mvua ilikuwa ikiendelea kunyesha kwa nguvu nje. Na ndani, dhoruba nyingine ilikuwa inaanza. Siwezi tena kukaa kimya, Khamisi alisema, macho yake yakimwangalia moja kwa moja. Zuleika alihisi mwili wake ukitetemeka. Khamisi, tafadhali. Hapana, nisikilize, alikatiza. Alisogea karibu. Najua si wewe mama yangu wa damu. Najua ukweli wote. Lakini hisia zangu hazijali hilo. Kimya kilitanda. Na ninakupenda. Maneno hayo yalitua kama radi. Zuleika alihisi machozi yakimjia. Hapana, hii haiwezekani. Inawezekana, Khamisi alisisitiza. Na najua hata wewe unahisi kitu. Zuleika aligeuka akijaribu kujizuia. Lakini ukweli ulikuwa mgumu. Kwa sababu ndani kabisa, alijua Khamisi alikuwa sahihi. Hatupaswi, alisema kwa sauti ya chini. Lakini tunataka, Khamisi akajibu. Na hapo ndipo mipaka ilipovunjika kabisa. Mvua ile ya usiku haikuishia nje tu. Iliingia pia ndani ya maisha yao. Baada ya maneno yale mazito, ninakupenda, hakukuwa na njia ya kurudi nyuma kama hapo awali. Zuleika alikaa kimya, mgongo wake ukiegemea ukuta, macho yake yakiwa yamefungwa kana kwamba anajaribu kukimbia ukweli uliokuwa mbele yake. Khamisi alikuwa amesimama mbele yake, akingoja jibu ambalo lingebadilisha maisha yao milele. Sekunde zilipita. Dakika zikafuata. Na hatimaye, Zuleika alifungua macho yake polepole. Mimi, alianza, lakini sauti yake ikakatika. Alimeza mate, akijaribu kujikusanya. Khamisi, hii si sawa. Lakini hata aliposema hivyo, hakukuwa na nguvu ndani ya maneno yake. Kwa sababu moyo wake ulikuwa unapingana na akili yake. Khamisi alisogea karibu, hatua moja tu. Basi niambie unachohisi kweli, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Zuleika alimtazama. Na kwa mara ya kwanza hakuona mtoto. Aliona mwanaume.
na ukweli huo ulimtikisa. Ninakuogopa, alisema kwa sauti ya chini. Khamisi alikunja uso kidogo. Kwa nini? Kwa sababu unanifanya nihisi mambo ambayo sipaswi kuhisi. Kimya kilitanda. Lakini safari hii hakikuwa kimya cha kukataa. Kilikuwa kimya cha kukubali. Usiku huo uliishia bila uamuzi wa wazi. Lakini kitu kilikuwa kimebadilika. Mstari ule ambao walikuwa wameheshimu kwa miaka mingi ulikuwa umefifia. Siku zilizofuata zilikuwa za tahadhari. Hakuna aliyesema chochote waziwazi. Lakini kila kitu kilikuwa kinasema. Macho yao yalizungumza. Ukimya wao ulikuwa na maana. Na kila walipokuwa karibu, kulikuwa na mvutano ambao haukuweza kupuuzwa tena. Ilikuwa siku ya Ijumaa jioni. Zuleika alikuwa jikoni akipika wali na samaki wa kupaka. Harufu ilijaa ndani ya nyumba. Khamisi aliingia kimya kimya. Alisimama mlangoni akimtazama kwa muda. Kulikuwa na kitu cha kuvutia kuhusu jinsi Zuleika alivyokuwa akisogea, kwa utulivu, kwa uzoefu, kwa ujasiri wa mwanamke aliyepitia mengi. Kuna nini? Zuleika aliuliza bila kugeuka. Unanijua sana, Khamisi akajibu kwa tabasamu kidogo. Aligeuka polepole. Macho yao yakakutana. Na safari hii hakuna aliyekwepa. Baada ya chakula walikaa pamoja nje. Usiku ulikuwa mtulivu, tofauti na ule wa siku chache zilizopita. Lakini ndani yao kulikuwa na dhoruba tulivu. Khamisi, Zuleika alianza. Ndiyo, tunahitaji kuweka mipaka. Khamisi alinyamaza. Ni mipaka gani? Aliuliza. Zuleika alishusha pumzi. Hii tunayoanza kuhisi si sahihi mbele ya jamii. Watu hawataelewa. Khamisi alitikisa kichwa polepole. Sio kila kitu kinapaswa kuamuliwa na watu. Lakini maisha yetu yako hapa. Ndani ya jamii hii, Zuleika alijibu. Na mimi niko hapa na wewe, Khamisi alisema kwa utulivu. Maneno hayo yalikuwa rahisi, lakini yalikuwa na uzito mkubwa. Siku hiyo ilimalizika bila hitimisho. Lakini usiku huo, kitu kilitokea. Zuleika alikuwa amelala, lakini usingizi haukumjia. Alikuwa akigeuka kitandani, mawazo yakimzunguka kama upepo. Ghafla alisikia hatua nje. Mlango wake uligongwa taratibu. Khamisi, aliuliza. Ndiyo, naweza kuingia? Alisita kwa sekunde chache. Lakini akasema, ndiyo. Mlango ulifunguka polepole. Khamisi aliingia, uso wake ukiwa na mchanganyiko wa uamuzi na hofu. Siwezi kulala, alisema. Na mimi pia, Zuleika akajibu. Walitazamana. Na safari hii hakuna aliyesema kuhusu mipaka. Khamisi alisogea karibu na kitanda. Zuleika alikaa, moyo wake ukipiga kwa kasi. Kama hii ni kosa, Khamisi alisema polepole, basi ni kosa ambalo siwezi kulikimbia. Zuleika alifunga macho yake. Na alipoyafungua, hakujizuia tena. Usiku huo ulibadilisha kila kitu. Asubuhi ilipofika, jua lilipenya kupitia dirisha kama kawaida. Lakini ndani ya nyumba hakukuwa tena na kawaida. Zuleika aliamka mapema. Alivaa nguo zake kimya kimya, akiepuka kumwangalia Khamisi aliyekuwa bado amelala. Alisimama kwa muda akimtazama. Uso wake ulikuwa mtulivu, kama mtu asiyejua uzito wa kile kilichotokea. Lakini Zuleika alijua, na moyo wake ulikuwa umejaa mchanganyiko wa furaha na hatia. Siku zilipita, na uhusiano wao wa siri ukaanza kukua. Kwa nje walionekana kama kawaida, mama na mwana. Lakini ndani ya nyumba walikuwa kitu kingine kabisa. Na hilo lilikuwa hatari. Hatari hiyo ilianza kujionyesha mapema kuliko walivyotarajia. Ilikuwa mchana mmoja, jirani yao Bi Hafsa Mbaruk alikuja ghafla bila taarifa. Alibisha mlango. Zuleika alifungua kwa haraka, akiwa na wasiwasi kidogo. Karibu, alisema. Hafsa aliingia, macho yake yakizunguka ndani ya nyumba. Kulikuwa na kitu katika macho yake. Kitu cha uchunguzi. Khamisi yuko wapi? Aliuliza. Yuko chumbani, Zuleika alijibu. Dakika chache baadaye, Khamisi alitoka. Na hapo ndipo Hafsa aliona kitu. Labda ilikuwa ni namna walivyotazamana. Labda ilikuwa ni ukimya wao. Au labda ilikuwa ni hisia ambazo haziwezi kufichwa kabisa. Alitabasamu kidogo. Lakini haikuwa tabasamu ya kawaida. Nyinyi wawili, alisema kwa sauti ya chini, mna siri, si ndio? Zuleika alihisi damu ikipanda usoni. Hapana, una maana gani? Alijaribu kujitetea. Lakini Hafsa hakushawishika. Mimi si mjinga, alisema.
Na maneno hayo yalikuwa mwanzo wa matatizo makubwa. Usiku huo, Zuleika na Khamisi walikaa pamoja kwa hofu. Watu wakijua, Zuleika alisema, tutaangamia. Khamisi alimshika mkono. Basi hatutawaruhusu wajue. Lakini ukweli ni kwamba siri huwa hazidumu milele. Na nje ya nyumba yao, maneno yalianza kusambaa polepole, kama moto wa chini kwa chini. Na hivi karibuni, moto huo ungekuwa mkubwa kuliko walivyoweza kuuzima. Siku chache baada ya ziara ya Bi Hafsa Mbaruk, hali ilianza kuibuka. Maneno yalienea polepole, kama upepo wa joto ukigusa majani. Watu walianza kuuliza maswali ya ajabu, kuangalia vibaya, na kutoa minong'ono yenye mchanganyiko wa hofu na hamu ya kujua. Zuleika na Khamisi walijikuta wakiwa katikati ya jiji dogo la Kibokoni, wakiwa na uhusiano ambao haukuwa wa kawaida, lakini sasa ulikuwa chini ya jicho la umma. Mama, Khamisi alisema siku moja, akisogea karibu na dirisha, akitazama bahari ya Mombasa inayong'aa jua la mchana. Sasa watu wanaanza kuchunguza. Hata jirani wa karibu aliniuliza kwa nini na kuangalia kwa namna hiyo. Zuleika alijikataza kutoka kicheko, lakini moyo wake ulikuwa ukienda kasi. Alijua maneno ya Khamisi yalikuwa ya kweli. Tutalazimika kuwa makini zaidi, alisema kwa utulivu, huku akijaribu kudhibiti sauti yake. Hii dunia haiwezi kuelewa uhusiano wetu. Khamisi alitikisa kichwa, uso wake ukitabasamu kwa uchungu. Lakini mama, sijui jinsi ya kupuuza hisia zangu. Zuleika alikumbuka usiku ule wa mvua. Moyo wake ulikuwa bado umechanganyikiwa, lakini alijua jambo moja kwa hakika: hawa ni maneno na hisia ambazo haziwezi kugeuzwa nyuma. Wiki moja baadaye, tukio lilitokea lililowapa woga. Siku ya jua kali, Khamisi alikuwa akirudi kutoka shule ya ujasusi mdogo ya biashara, alipokutana na rafiki zake wa zamani. Hey, Khamisi, mmoja aliita. Unaenda wapi? Mbona unasogea na Zuleika mama yako kila mara? Khamisi alisita. Uso wake ulikuwa ukimwaga moto wa aibu. Alijua rafiki zake hawangekubali au kuelewa. Lakini neno la rafiki hiyo lilichukua kila kitu kilichokuwa kimetulia. Maneno hayo yaliwasha minong'ono. Hapo ndipo simu kutoka kwa jirani mwingine ilipoanza kupiga. Hii ilikuwa ishara wazi, ulimwengu wa nje ungeanza kugundua kidogo kidogo. Usiku ule Zuleika alikaa kando ya dirisha, akisoma Qur'an, lakini moyo wake haukuwa ndani ya maneno. Alikuwa akifikiria mustakabali wa uhusiano wao. Khamisi alisema kwa sauti ndogo, tunahitaji kuzungumza kwa uangalifu. Sasa watu wanapiga mashaka. Hatuwezi kuendelea hivi. Khamisi alikaa kando yake, mikono yao ikigusana kwa mara ya kwanza tangu dhoruba ya hisia ilipovunja ukimya. Najua, lakini ninaogopa kama nitajaribu kujizuia, alisema kwa mwelekeo wa kweli, macho yake yakimwangalia kwa hofu na ujasiri kwa wakati mmoja. Zuleika alijisikia kutetemeka. Alijua Khamisi alikuwa sahihi, na moyo wake ulikuwa unapinga kila maneno yake yenye utulivu. Siku kadhaa baadaye, tukio kubwa lilitokea katika shule ya Khamisi. Mwalimu mmoja aliona jinsi Khamisi alivyokuwa akimzungumzia mama wake kwa mwelekeo usio wa kawaida, akiona jinsi macho yao yalivyozingatia kila mmoja. Alisitasita, lakini aligundua kwa haraka kwamba kulikuwa na kitu kisicho cha kawaida. Habari ilienea haraka zaidi ya haraka. Wazazi wengine walianza kuuliza maswali ya ajabu. Minong'ono katika mtaa wa Kibokoni ilianza kuwa mkali zaidi. Zuleika alihisi kila kitu kinapita kwenye vichwa vya watu. Kila mtu aliuliza, akichunguza na kushughulika na minong'ono ya ajabu. Hii ilikuwa ishara wazi, hadharani walikuwa wakisogea karibu na kugundua uhusiano wao wa siri. Siku moja, wakati Khamisi alikuwa akisogea njiani kwenda sokoni, alikutana na Bi Nafisa Shabani, jirani wa karibu ambaye alikuwa na mfuatiliaji wa asili. Khamisi, unaona mama yako kwa namna ile kila wakati haiwezekani kuwa kawaida, alisema. Hii lazima iwe na maana fulani. Khamisi alishindwa kujibu, macho yake yakipenya mawazo ya hofu na ujasiri kwa pamoja. Alijua siri yao ilikuwa kuanza kufichuka hadharani. Kila hatua waliopiga ingeleta hatari kubwa. Usiku ule Zuleika na Khamisi walikaa pamoja, wakiwa kimya. Mvua nyepesi ilipiga juu ya mabati ya nyumba yao. Na sasa nini? Khamisi aliuliza kwa sauti ya chini, akigusa mkono wa Zuleika. Zuleika alijisogelea karibu, macho yake yakipenya kwa undani. Tunahitaji mipango, tunahitaji tahadhari. Watu hawa hawatakubali uhusiano wetu. Lakini pia hatuwezi kuendelea kuishi kwa hofu milele.
Khamisi alikumbatia mkono wake. Basi tutapigana kwa pamoja. Kila kitu. Mapenzi yetu hayatazimwa na minong'ono ya jamii. Zuleika alijisogelea karibu zaidi. Lakini lazima tuwe makini, hatuwezi kufanya kosa. Hapo ndipo mambo yalipokuwa yakijipanga. Hii ilikuwa mwanzo wa kipindi kigumu, kilichokuwa na maneno mazito ya upendo, hofu na hatari. Sasa hawakuwa na njia ya kugeuka nyuma. Hadharani walikuwa wakisogea karibu na kugundua kila kitu, na hatari ilikuwa kila siku. Wiki zilipita na hali ya minong'ono katika mtaa wa Kibokoni ilizidi kuongezeka. Watu walikuwa wakiripoti, kushauri na hata kujaribu kuingilia kati uhusiano wa Zuleika na Khamisi. Lakini kwa ndani ya nyumba yao, mapenzi yao yaliendelea kuchipuka na kila hatua ilionekana kuwa na hatari zaidi. Ilikuwa mchana wa Jumanne na Zuleika aliketi karibu na dirisha likiwa wazi akitazama bahari. Akili yake ilizunguka mawazo ya hatari, minong'ono ya jirani, maneno ya mwalimu na macho ya mashabiki wa mtaa wote waliokuwa wakifuatilia kila hatua ya Khamisi. Ghafla, mlango ulifunguliwa kwa nguvu. Zuleika alishika kifua chake kwa hofu. Kikao cha hatari kilianza. "I'm looking for Khamisi," sauti ya mtu mdogo na mkali ililia. Ilikuwa Bi Amina Khalifa, mwanamke aliyejulikana kwa ushawishi wake mkubwa katika jamii. Alimkanyaga Khamisi kwa macho. "Je, wewe na mama yako mnafanya nini? Kila mtu anazungumza juu yenu," Amina alisema kwa hasira. Khamisi alijisogelea mbele ya Zuleika akimkinga. "Tuna haki ya kuwa pamoja," alisema kwa sauti thabiti, macho yake yakimwangalia Amina. "Hii si haki," Amina alipiga kelele. "Hii ni dhuluma. Ni hila. Utajiri wa familia yako hauna maana kwa tabia kama hii." Zuleika alichukua pumzi ndefu. Alijua sasa wanapaswa kuchukua hatua hatari zaidi, hatua ambazo zingelazimisha jamii yote kugundua ukweli na uamuzi wao uliokuwa hatari. Jioni hiyo walikaa pamoja ndani ya nyumba. Mvua ilikuwa ikiendelea kunyesha, ikipiga kwenye mabati na kuta. "Khamisi," Zuleika alianza, sauti yake ikiwa ndogo lakini yenye ujasiri, "tunahitaji kufanya uamuzi wa hatari. Hatuwezi kuendelea kuishi kwa woga milele." Khamisi alikumbatia mkono wake, macho yake yakimwangalia kwa undani. "Basi tutapigana pamoja. Hata kama dunia yote itakuwa dhidi yetu, hatuwezi kurudi nyuma." Zuleika alijisogelea karibu zaidi, moyo wake ukiwa na hofu na furaha kwa wakati mmoja. "Lakini lazima tuwe makini, hatuwezi kutoa nafasi ya kushindwa." Siku chache baadaye, walichukua hatua ya kwanza ya hatari, kuondoka Kibokoni na kuingia jijini Mombasa Kuu, mahali ambapo watu waliokuwa hawajui historia yao wanaweza kuanza maisha mapya, kwa siri na bila minong'ono. Walipofika Mombasa Kuu, walikodisha nyumba ndogo karibu na pwani, mbali na macho ya jamii. Hapa, walikuwa huru kwa muda, walikuwa kama familia ya kawaida. Lakini huru hiyo haikuishi kwa muda mrefu. Minong'ono ilienea haraka, na baadhi ya majirani waliokuwa na nguvu za kifamilia walianza kuchunguza hatua zao. Katika wiki zifuatazo, Khamisi alianza kazi ya kujitegemea. Alijaribu kuwa na maisha yake, kuendeleza biashara ndogo ya duka la vitabu, na kuonyesha kwamba yeye ni kijana wa heshima na hofu. Zuleika naye alianza kujitahidi kuanzisha maisha mapya, akiwa na hofu kwamba mara moja siri yao ingeweza kufichuka. Lakini licha ya hofu zote, mapenzi yao yaliendelea kukua. Kila mara walipokuwa pamoja, walihisi huruma, upendo na furaha isiyo na mwisho. Siku moja, Khamisi alipata wazo la hatari lakini lenye busara. "Mama, tunahitaji kuonyesha umma kwamba uhusiano wetu hauwezi kuingiliwa na minong'ono. Tunaweza kufanya harusi ndogo, ya siri, tuoneshe kwamba tunathamini mapenzi yetu na hatuhitaji idhini ya kila mtu." Zuleika alijisogelea karibu, moyo wake ukiwa na hofu na mshangao. Hii ni hatari kubwa, lakini kwa upande mwingine, inaweza kuwa njia pekee ya kufanikisha maisha yetu. "Ndiyo," Khamisi alijibu kwa matumaini. "Na itakuwa siku yetu, siku ya ukweli wetu." Juni ya mwaka ujao, walipanga harusi yao ya siri, kando ya pwani, kwa jua la asubuhi. Walialikwa familia chache walizoaminiana na baadhi ya marafiki wa karibu tu. Usiku kabla ya harusi, walikaa kando ya jua, macho yao yakimwangalia mwingine. "Khamisi, na mimi najua hatuwezi kuondoka nyuma," Zuleika alisema, sauti yake ikiwa ya chini lakini yenye nguvu. "Lakini lazima tuwe thabiti," Khamisi alijibu. "Na leo tunapiga hatua ya mwisho. Hatua ambayo dunia haiwezi kudhibiti." Alikumbatia mkono wake na kwa mara ya kwanza tangu mwanzo wa hisia zao, walihisi amani isiyo na kifani.
Asubuhi iliyofuata, kando ya pwani, Zuleika aliingia ndani ya saa la harusi. Alivaa gauni lake zuri la rangi nyeupe, na macho yake yalipenya mawimbi ya bahari. Khamisi alimsubiri, uso wake ukiwa umepambwa na furaha na matumaini. Walipokutana katikati ya ufukwe, walishikana mikono, na macho yao yalikumbatiana. Hakuna maneno mengi yaliyohitajika. Mapenzi yao yalikuwa wazi. Mvua ya awali, minong'ono, na hofu zote zilikuwa historia. Leo tunajitahidi kwa upendo wetu, Khamisi alisema kwa sauti ya chini, macho yake yakimtazama Zuleika kwa undani. Na hatuwezi kurudi nyuma, Zuleika alijibu. Na hapo walibadilisha historia yao. Walifunga ndoa kwa siri, wakiweka kila kitu kilichopita nyuma yao. Lakini ndani yao, walijua, kila hisia, kila hatari, na kila jambo walilojaribu kulificha limeleta thamani ya kweli ya mapenzi yao. Hata baada ya harusi, dunia ilikuwa bado na changamoto. Minong'ono, familia, na jamii bado walikuwa sehemu ya maisha yao. Lakini kwa sasa, Zuleika na Khamisi walijua ukweli wa kimsingi, mapenzi yao hayana mipaka, hata dunia ikipinga. Sauti ya mawimbi ya bahari ilikuwa tulivu asubuhi ile. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Zuleika aliamka bila hofu moyoni. Aligeuka polepole kitandani. Khamisi alikuwa amelala pembeni yake, uso wake ukiwa na utulivu ambao hakuwahi kuona hapo awali. Tabasamu dogo lilichomoza usoni mwa Zuleika. Lakini ndani kabisa, alijua amani hiyo haingedumu milele. Siku chache za kwanza za ndoa yao zilikuwa kama ndoto. Walitembea ufukweni pamoja, wakicheka, wakiongea kuhusu maisha mapya walioanza. Hakukuwa na mtu aliyewajua. Hakukuwa na minong'ono. Hakukuwa na macho ya hukumu. Kwa muda mfupi walikuwa huru. Lakini uhuru huo ulianza kupasuka polepole. Siku moja mchana, wakati Zuleika alikuwa sokoni, alisikia sauti iliyomfanya asimame ghafla. Wewe si ndiye? Aligeuka. Ilikuwa ni mwanamke kutoka Kibokoni. Bi Rahma Bakari. Macho yao yalipokutana, Zuleika alihisi damu yake ikiganda. Nilikujua tu, Rahma alisema kwa tabasamu la siri. Huwezi kujificha milele. Zuleika hakujibu. Aligeuka na kuondoka haraka. Lakini tayari ilikuwa imechelewa. Jioni hiyo alirudi nyumbani akiwa na wasiwasi mkubwa. Khamisi alisema kwa sauti ya haraka, tumeonekana. Khamisi alisimama. Na nani? Rahma kutoka Kibokoni. Kimya kizito kilitanda. Khamisi alifumba macho kwa sekunde chache. Kama ni hivyo basi ni suala la muda tu kabla wengine hawajajua. Na kweli, ndani ya wiki moja, habari zilianza kusambaa tena. Lakini safari hii, zilikuwa kali zaidi. Kwa sababu sasa hawakuwa tu watu wanaoshukiwa. Walikuwa wanandoa. Simu zilianza kuingia. Baadhi zilikuwa za hasira. Baadhi za kejeli. Na nyingine, za vitisho. Hii si ndoa halali. Mna aibu. Jamii haitakubali jambo hili. Zuleika alijikuta akirudi kwenye hali ile ile ya hofu aliyokimbia. Lakini safari hii ilikuwa mbaya zaidi. Kwa sababu sasa, hakukuwa na maficho. Usiku mmoja walikaa pamoja kimya. Hakukuwa na televisheni. Hakukuwa na mazungumzo. Ni sauti ya upepo tu iliyokuwa inapita nje. Khamisi, Zuleika alisema hatimaye. Ndio. Je, tulikosea? Swali hilo lilikuwa zito. Na lilikuwa la kwanza tangu wafunge ndoa. Khamisi alimtazama kwa muda mrefu. Kama mapenzi ni kosa basi ndiyo, alisema polepole. Zuleika alishusha macho. Lakini kama kuishi bila wewe ndiyo sahihi basi sitaki kuwa sahihi. Maneno hayo yalimgusa Zuleika moja kwa moja moyoni. Machozi yalianza kumtoka. Lakini dunia haikuwa na huruma. Siku chache baadaye, mlango wao uligongwa kwa nguvu. Waliposogea kufungua, walikutana na watu watatu. Mmoja wao alikuwa ni mzee mwenye heshima ya kijamii, Sheikh Salim Alawi. Nyuma yake kulikuwa na watu wengine wawili kutoka jamii ya Kibokoni. Tumeja kuzungumza, Sheikh alisema kwa utulivu lakini wenye uzito. Walikaa ndani. Hewa ilikuwa nzito. Tumesikia kuhusu ndoa yenu, aliendelea. Khamisi alisimama imara. Ni kweli. Sheikh alitikisa kichwa polepole. Hii si jambo rahisi. Jamii inachukulia hili kama jambo lisilokubalika. Zuleika alishika mkono wa Khamisi kwa nguvu. Lakini sisi hatujaumiza mtu yeyote, alisema kwa sauti ya chini. Sheikh alimwangalia kwa makini. Wakati mwingine si kuhusu kuumiza mtu mmoja.
Ni kuhusu kuvunja mipaka ambayo jamii imeweka kwa sababu fulani. Kimya kilitanda. Tunataka muachane, mmoja wa wale watu alisema ghafla. Maneno hayo yalipiga kama radi. Zuleika alihisi pumzi yake ikikata. Khamisi alisimama haraka. Hilo halitafanyika. Mvutano uliongezeka. Sauti zikaanza kupanda. Na hatimaye, Sheikh waliinua mkono wake. Tulieni, alisema. Aliwatazama wote wawili. Hatutaweza kuwachagua maisha. Lakini mnapaswa kujua njia hii mtakayochagua itakuwa na gharama. Baada ya wao kuondoka, kimya kilirudi. Lakini hakikuwa tena kimya cha kawaida. Kilikuwa kimya cha uamuzi. Zuleika alikaa chini, akishika kichwa chake. Mimi siwezi tena, alisema kwa sauti ya kuvunjika. Khamisi alimsogelea. Una maana gani? Alimwangalia, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Nakupenda, lakini maisha haya hayawezi kuendelea hivi. Khamisi alihisi moyo wake ukipasuka. Hivyo unataka nini? Kimya. Kisha, labda tuachane. Maneno hayo yalikuwa mazito kuliko kitu chochote walichowahi kupitia. Khamisi alirudi nyuma polepole, kama mtu aliyepigwa na radi. Hapana, alisema kwa sauti ya chini. Lakini Zuleika alitikisa kichwa. Hii si kwa sababu sipendi, ni kwa sababu nakupenda sana kiasi cha kutaka usiumie zaidi. Usiku huo ulikuwa mrefu zaidi kuwahi kutokea. Hakuna aliyelala. Hakuna aliyelia kwa sauti. Lakini ndani yao walikuwa wanavunjika vipande vipande. Asubuhi ilipofika, uamuzi ulikuwa umefanyika. Khamisi alikusanya vitu vyake. Zuleika alisimama mlangoni. Hakuna aliyesema neno. Mpaka Khamisi alipofika mlangoni. Aligeuka. Macho yao yakakutana kwa mara ya mwisho. Utakuwa sawa? Aliuliza. Zuleika alijaribu kutabasamu. Sitakuwa, lakini nitajifunza. Mlango ulifungwa. Na kwa sauti hiyo ndogo tu, maisha yao yaligawanyika. Baada ya mlango kufungwa, kimya kilitawala nyumba nzima. Zuleika alisimama pale pale kwa muda mrefu, macho yake yakiwa yamekodoa sehemu ambayo Khamisi alipotea. Hakujua ni dakika ngapi zilipita au saa, lakini alijua jambo moja tu: maisha yake hayakuwa tena yale yale. Siku zilizofuata zilikuwa ngumu kuliko alivyotarajia. Nyumba ile ndogo iliyokuwa imejaa sauti ya vicheko na mazungumzo sasa ilikuwa tupu. Kimya chake kilikuwa kinamuumiza. Kila kona ilimkumbusha Khamisi. Kikombe alichokuwa akitumia, kiti alichokuwa akipenda kukaa, na hata harusu yake bado ilikuwa hewani. Kwa upande mwingine, Khamisi alikuwa akiishi maisha tofauti kabisa. Alikuwa amekodisha chumba kidogo mbali na pwani. Hakukuwa na bahari. Hakukuwa na utulivu. Kulikuwa na kelele za magari na watu. Lakini kelele hizo hazikuweza kuzima sauti ndani ya kichwa chake. Sauti ya Zuleika. Usiku mmoja, alipokuwa amekaa peke yake, alichukua simu yake. Aliitazama kwa muda mrefu. Alitaka kumpigia. Alitaka kusikia sauti yake. Lakini hakufanya hivyo, kwa sababu alikumbuka maneno yake. Ni bora tuumie sasa kuliko baadaye zaidi. Miezi ilipita. Maisha yaliendelea. Kwa nje, walionekana kuwa sawa. Lakini ndani yao, walikuwa bado wamefungwa na hisia ambazo hazikuisha. Zuleika alijaribu kujishughulisha. Alianza kazi ndogo ya kushona nguo. Alijiunga na vikundi vya wanawake. Alijaribu kujenga maisha mapya. Lakini kila usiku, alipokuwa pekee yake, alilia kimya kimya. Khamisi naye alijikita katika kazi. Duka lake la vitabu lilianza kukua. Alikutana na watu wapya. Alianza hata kutabasamu tena. Lakini hakuwahi kumpenda mtu mwingine, kwa sababu moyoni mwake kulikuwa na nafasi moja tu, na ilikuwa tayari imejaa. Miaka miwili ilipita. Ndiyo, miaka miwili. Bila mawasiliano. Bila kuonana. Lakini si bila kukumbuka. Siku moja, jambo lisilotarajiwa lilitokea. Zuleika alipokea barua. Ilikuwa imeandikwa kwa mkono. Hakukuwa na jina juu yake. Lakini alipofungua, alitambua mwandiko mara moja. Ilikuwa ya Khamisi. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Zuleika, najua nimechelewa kuandika, lakini kuna jambo ambalo siwezi kuendelea kulificha. Kwa miaka hii yote nimejaribu kuishi bila wewe, lakini ukweli ni kwamba sijawahi kuacha kukupenda. Lakini hiyo si sababu ya barua hii. Kuna kitu niligundua hivi karibuni, na ukweli huu utabadilisha kila kitu.
Baba yangu halisi hakuwa ndugu wa marehemu mume wako. Nilipata mtu aliyenifahamu mama yangu. Alinipa ukweli wote. Kulikuwa na makosa katika hadithi ile tuliyoambiwa. Hivyo basi mimi si damu ya familia yako. Na kama hiyo ndiyo ilikuwa sababu iliyotutenganisha, basi labda bado kuna nafasi. Kama bado unanipenda, njoo pale tulipokutana kwa mara ya mwisho. Kesho jioni. Khamisi. Barua ilitetemeka mikononi mwa Zuleika. Machozi yalimtoka. Lakini safari hii hayakuwa ya huzuni pekee. Kulikuwa na matumaini ndani yake. Kesho yake jioni, alisimama ufukweni. Sehemu ile ile ambapo walifunga ndoa yao ya siri. Jua lilikuwa linazama, likipaka anga rangi ya machungwa na dhahabu. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi. Hakujua kama angekuja. Hakujua kama ilikuwa ndoto tu. Lakini ghafla, aliona kivuli. Kijana mrefu akitembea polepole kuelekea kwake. Khamisi. Waliposimama uso kwa uso, hakuna aliyesema neno. Kwa sekunde chache, lakini macho yao yalizungumza kila kitu. Ni kweli? Zuleika aliuliza kwa sauti ya chini. Khamisi alitikisa kichwa. Ndiyo. Nilichunguza kila kitu. Ukweli tuliambiwa haukuwa sahihi. Zuleika alishika kifua chake. Kama mzigo mkubwa umeondolewa ghafla. Na wewe? Khamisi aliuliza. Bado unanipenda? Zuleika hakujibu kwa maneno. Alisogea mbele na kumkumbatia. Na hapo, miaka miwili ya maumivu ilivunjika. Kwa sekunde moja tu. Mara hii, Khamisi alisema akimshika mikono, hakutakuwa na kuachana. Zuleika alitabasamu kupitia machozi. Hakutakuwa na hofu. Na chini ya anga la jioni, walichagua tena. Lakini safari hii, bila siri, bila kujificha, na bila minyororo ya uongo.